Pia siku ya leo ningependa tu kusema jambo lingine. Ni siku ya furaha kwetu kama mapadri kwa sababu ya wito na huduma ambayo tunapewa kuweza kuwatumikia watu wa Mungu. Nataka kuuliza, kwa jimbo nani kiongozi wa jimbo? Nani? Mbona mnasema na wasiwasi? Na katika parokia nani kiongozi wa parokia? Nani? Baba paroko ndiye ambaye anapewa barua na baba askofu aende awe kiongozi wa nini? Parokia. Lakini kuna mtindo sasa unakuja ambapo viongozi wa parokia pia wanataka kuwa mababa paroko. Mimi sijapea kiongozi yote barua. Kama nimekupea barua nikasema wewe ni paroko, basi nilikosea, lakini sikumbuki kama nilifanya hivyo, kwa sababu inatokea wakati mwingine kwamba panakuwa na malumbano. Unajua malumbano ni kufanya nini? Mzozo hapa na pale, kwamba mwenyekiti ndiye anataka awe ndio kiongozi wa parokia. Hata kazi anataka apangie padri nini? Kazi. Hiyo sio sawa, na hiyo hatutakubali ifanyike. Kila mmoja achukue nafasi ya. Ukiwa paroko, chukua nafasi yako kama paroko, ufanye kwa kuwajibika, na nimesema leo pia uifanye kwa unyenyekevu, uifanye kwa moyo wazi, uifanye kwa upole. Na pia ikiwa umepewa wadhifa wa kuwa mwenyekiti wa parokia, ni huduma, sio kuwa nani mkubwa. Siku ya Alhamisi, katika ibada ya Alhamisi, tutaoshwa miguu, ishara ya utumishi, kwamba hata ukichaguliwa kuwa chairman, umechaguliwa uwe nani? Mtumishi. Nilikuwa mahali pengine wakati wa uchaguzi, watu wanachaguana, na nikapata kuelewa kwamba kuna watu wengine walichagua mtu wakasema wewe ndio utaweza kupigana na paroko, kwa hivyo wewe tukufanye uwe nani? Chairman. Kwani tuko uwanja wa ndondi? Si tukitaka uwanja wa ndondi siku ya Boxing Day iko. Lakini sasa hapa ni kazi ya huduma, sio kazi ya kulumbana, sio kazi ya kushindana. Ni kazi ya kumshinda Kristo roho za watu. So when you become a part chair, think about that pastoral responsibility. Mara nyingine tunapigana kwa sababu ya miradi, sivyo? Kwamba mahali kuna pesa, sasa watu wanataka wachaguliwe hapo ndio waweze kulumbana. That is wrong. Let us not go to that extent. Nilisema yule kijana aliyetaka kuacha kanisa aliambiwa bebe nini? Maji. Chairman, beba maji ya. Parish priest, beba maji yako. Tukianza kutobeba maji yetu, kuangalia vizuri, yatamwagika. Na yakimwagika, parokia haitaenda vizuri. Mahali panapo malumbano ya paroko na mwenyekiti, hiyo parokia hakuna mahali inaenda. Mnaamuka tu, imekaa tu hivyo. Lakini mahala panapo shirikiano wa paroko na wenye viongozi, basi tunaona maendeleo ya kiroho, na pia tunaona maendeleo katika parokia hizo. Kwa hivyo tuache huo upuzi. Tunaelewana? Tuache nini?
hiyo upuzi, sababu ni upuzi, hakuna jina lingine unaweza kuita, ili kazi ya Kristo iendelee. Unakumbuka hata Petro wakati alitaka kukwaza Kristo katika kazi yake, Kristo alimwambia nini? Enda nyuma yangu. So let us take our responsibility seriously to increase faith, to help our parishes grow spiritually.